Mimi ni mwalimu wa ujasiriamali qualified from ILO. Nafundisha ujasiriamali wilaya ya Kinondoni, tumeshafundisha. Kwa hiyo mkienda kwa Anet mtajifunza kwa kabisa, yani ile ana kiwanda, lakini mimi mtapata theory za vitabu 6 ni ILO, na ni mafunzo ambayo yanatolewa kwa nchi nyingi duniani, na uwezo wa kufundisha Tanzania, Kenya na nchi nyingine karibu 60. Naweza kufundisha, lakini nimesoma political science. Ina maana ingetegemea kwamba huyu mtu aone wa UDBS huyu, kwa sababu political science kule maneno, lakini you can do whatever you think you can do, si ndio? Then from what you have said, nataka niwaambie kwamba when you are empowered kama mwanamke, you have to empower others. Yani feel like mikono yako imepitisha watu wangapi, then na wewe uwe unashukuru. Ndio maana mimi nashukuru sana Dr. Magulilo, napenda nikushukuru mno. Kipindi nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam nilikuwa saa nyingine na doji seminar. Nikidoji seminar na mwalimu, nimeitwa kikao. Mwalimu ananiangalia, "Wewe umejaje siku 3 wewe?" Naambia basi kesho nakuja. Lakini alikuwa ananivumilia, ila alikuwa anani-encourage kwamba nenda. Nikimwambia mwalimu nataka nikuombee nafasi fulani, ananiambia sawa. Kwa hiyo ni baadhi ya wanaume ambao wanatutia moyo kwamba tunaweza. Unajua ukipata unatiwa moyo na mtu, unahisi unaweza ukawa mtu mkubwa na mkubwa. Kwa hiyo ni ahidi kwamba nitaendelea kushirikiana na chuo kikuu cha Dar es Salaam, nitaendelea kushirikiana na mabinti popote pale nitakapokuwa nawakuta, kwa sababu sasa hivi pia anafanya madarasa sehemu mbalimbali kwenye vyuo kwa inspire wanawake ili waone kwamba wanaweza nafasi za uongozi. Kwa hiyo nitafanya hivyo tu kwa sababu najua nimepata knowledge. Fimbo yangu mimi kubwa ya kumvusha mwanamke ni elimu ambayo niliyoipata kutoka Department of Political Science and Public Administration. Nawashukuru sana walimu wangu, nawaombea Mungu awabariki sana, nawapenda mno mno mno. Lakini naahidi pia kama mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya walemavu, nitaleta sheria ya watu wenye ulemavu ambayo imetafsiriwa yani iko, kwa sababu nikikuletea ile sheria nilikuwa sana. Kuna vitabu fulani vimetolewa ambavyo vina wepesi wa ile sheria. Kwa hiyo nitaleta kwenye Department of Political Science some of copies, muwe mnapitia ili muweze kujifunza pia masuala ya disability. Kwa sababu to some extent having disability is an opportunity. Nawaambiaga watu saa nyingine wanacheka. Having disability is an opportunity. Siku hizi kuna scholarship kibao zinatolewa kwa sababu ya masuala ya disability. Kwa hiyo if you have that capability ya masuala ya disability, unaweza kujikuta unapata scholarship ya kwenda kusomea hayo masuala. Lakini naendelea kuwashauri pia wale ambao mna watoto wenye disability nyumbani au wajirani wanani, wa encourage wasome, kwa sababu hamna jambo la msingi kwenye dunia kama mtu hatasoma kwa bidii, si ndio? Kwa hayo machache niseme tena nawashukuru sana sana sana, lakini niendelee kujitajia kwamba sikufika hapa kwa sababu nilipendelewa. Nilifika kwa sababu nilijipanga, na nimefika kwa sababu na uwezo. Lakini hata hivyo pia mimi ni kiongozi wa masuala ya utawala wa vyama vya ukanda wa Afrika Mashariki, inaitwa IFOD. Headquarter iko Nairobi, Kenya. Tuna nchi takriban 13, lakini pia ni mjumbe wa masuala ya walemavu duniani, ambayo mwenyekiti wetu ambaye ni rais wa walemavu duniani yuko India. Kwa hiyo tukiwa tuna kikao, ina maana mimi na passport sasa. Unaona? Kwa hiyo you can do whatever you think and everything is possible. It's you who can decide. Unaweza ukaamua chochote. Sasa kama mimi naweza kukaa labda na rais mwingine wa Madagascar, ina maana naweza nikaomba jambo langu kwa ajili ya watu wenye ulemavu Madagascar. Kwa kuwa na opportunity, kuwa na position inakufanya pia uweze yani kuwawazia watu wako au kuwa link, kuwa connect. Nadhani marafiki zangu ambao mko WhatsApp mnaona mara nyingine narusha picha niko na wazungu. Wale wazungu sizungumzi nao hivi hivi. Nazungumza nione jamii ya watu wenye ulemavu inasaidiwaje. Nazungumza na mawaziri nione jamii ya watu wenye ulemavu inasaidiwaje. Lakini ni kwa sababu nina theory. Nimetoka na theory Department of Political Science. Kwa hiyo nikifika namwambia, bwana, civil society tuliambiwa tusiombe, kwa sababu tukiomba hatutakuwa vizuri, nifundishwe na mwalimu. Sasa unasemaje ukitusaidia tukapata shamba? Anasema ni kweli, lakini mkipata shamba mnaweza mkalima. Yes. Naenda namtafuta mwingine naambia, bwana,
Sasa tunataka tupate mbolea. Ruzuku lazima tupate pale deduction kwa sababu sisi ni watu wenye ulemavu. Tuna exemption. Why can't you give us exemption? Nyinyi si mmesajili mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu. Nimesema mtatu nani? Tayari wanakupa. Kwa hiyo use the knowledge which you get from the class to change the world. Ndicho hicho nachoweza kuambia. Asanteni sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa malezi na kunifundisha mpaka nikawa kiongozi. Nashukuru pia sana kwa mwaliko. Anawakaribisha pia katika shirikisho la vyama vya walemavu. Na naomba niseme vyama vya walemavu vinaundwa na nini ili watu wawe aware kidogo hapo. Shirikisho la vyama vya walemavu